Ingawa tunahuzunika, machozi ya Watanzania leo hayajatokana na udhaifu wala oga, bali ni huzuni ya fahari. Fahari ya timu iliyopambana kwa moyo, akili na nidhamu ya hali ya juu dhidi ya mpinzani mkubwa barani Afrika. Taifa Stars wameondoka uwanjani wakiwa wamesimama kifua mbele, wakithibitisha kuwa wao ni timu inayoheshimika na yenye mwelekeo sahihi. Kuanzia mwanzo wa mchezo, Taifa Stars wameonyesha dhamira ya kushambulia bila oga. Mashambulizi yao yalijengwa kwa mipango, wakitumia pasi za haraka na kuingia kwa kasi kwenye maeneo ya Morocco. Kila shambulio lilikuwa ujumbe kwamba Tanzania haikuja kujilinda tu, bali ilikuja kupambana na kushinda. Morocco walijikuta wakilazimika kurudi nyuma mara kwa mara, jambo lililoshangaza wengi waliotarajia mchezo ungekuwa upande mmoja. Katika eneo la kukaba, Taifa Stars walikuwa mfano wa nidhamu. Kila mchezaji alijua jukumu lake. Walikaba kwa pamoja, wakaziba njia za pasi na kuzuia uchezeshaji wa Morocco ambao kwa kawaida hutawala mpira. Nyota wa Morocco walionekana kukosa nafasi ya kucheza kwa uhuru, wakizimwa na presha ya hali ya juu iliyowekwa na Stars kwa dakika zote 90. Ulinzi wa Taifa Stars ulikuwa imara kama ngome. Mabeki walikuwa makini, waliondoka na mipira kwa wakati na walisaidiana kwa umoja wa hali ya juu. Kipa alisimama imara pale ilipohitajika, huku safu ya ulinzi ikionyesha utulivu na ukomavu mkubwa. Ni kiwango ambacho kiliwashangaza hata Morocco wenyewe, ambao hawakutarajia kukutana na timu iliyopangwa vizuri kiasi hicho. Hata hivyo, soka lina nyakati zake za maumivu. Mwishoni, maamuzi ya refa kwenye penalty ya wazi yalionekana wazi kwa wengi, yaliweka Taifa Stars katika hali ya kukosa haki. Penalty ile ambayo ingetupa ushindi tulioustahili haikutolewa, na ndoto ya kumaliza mchezo kwa furaha ikabaki kuwa jeraha la muda. Pamoja na yote, ujumbe ni mmoja tu. Taifa Stars mmepambana, hamna deni kwetu. Mmeonyesha utu, ubora na moyo wa kizalendo. Leo hatujashinda kwenye matokeo, lakini tumeshinda heshima, matumaini na imani ya taifa zima. Hii ndiyo Tanzania mpya ya soka, na kesho yake ni angavu zaidi. Kwa niaba ya mwandaaji wa makala hii, mimi ni Hamza Shabani Lusambo. Mpaka wakati mwingine, asante na kwaheri.